No! Siwezi kukubalia kile ambacho unahitaji kwa sababu mume wako ni mtu ambaye ananisaidia mimi. Na yeye ndio anafanya mimi niwe hapa. Ananilea kama mtoto wake. Na leo tayari ashanitafutia kazi. Kisha wewe unihitaji tena kimapenzi? Hapana. Namheshimu sana mume wako. Sasa hata kuniambia maneno yako hivi. Jua mimi nakupenda. Kani nikufuata mimi hapa na mimi nakutafuta tu. Nakupenda. Usinikatalie. Angalia. Inakuwa mara ya 3 unanitaka kimapenzi. Najua hii ni magonjwa ya mpweto. Mpweto kuna magonjwa sana ya usharati ambayo inafanya wanawake ambao wako kwenye ndoa na ambao bado hawajaolewa wanapitia magonjwa ya usharati sana. Na mimi hii pepo haitanikamata. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Wala haiwezi kunikamata, na kuombea Mungu sana utoke katika hewa. Najua tu utapona. Utapona. Sasa boga yako tukwa ni nini? Kitu iko natuma uogopi mimi fasa. Ni vitu vingi. Ila tambue sio uoga, bali ni heshima na kumwogopa Mungu. Nikitoka na wewe unakupata mimba. Kuna mambo mengi sana ambayo siwezi kuifanya na wewe. Unataka nizae na wewe pia uko na mume wako? Unaogopa mimba? Kama tu basi. Wewe. Basi. Bro. Vizuri sana. Ujue kuwa ninachokiona ni tofauti. Ni tofauti na mawazo yangu. Kumbe ndio ujinga mnafanya hapa? Na wewe sikukusudia kuona kwenye hali hii, maana macho yako naongea uongo, ila nikikutazama kwa jicho la 3 naona moyo wako naongea kweli. Na pia najutia kuwa na wewe ndani ya nyumba yangu. Hapana kaka. Unaelewa vibaya sana. Hivi ambavyo unafikiria kaka ni tofauti kabisa na uhalisia mambo. Sio hivyo kaka. Nimeamini kweli katika dunia hii ni bora kufuka mbuzi, kwa sababu siku ya kifo chake unaweza kala mchuzi, sio wewe mwanadamu. Na kuchukia na wewe najuta sana kuwa na mwanamke kama na wewe. Na kingine, unaweza kaingia ndani ya nyumba uchukue kichwa chako ndani ya nyumba, alafu ondoke. Sitaki kuona machoni mwangu. Kaka, wewe ni msaada mkubwa sana katika maisha yangu. Ikimaanisha
wewe ni mtu ambaye ninaye muhimu sana. Shut up! Acha unafiki. Mwanadamu haramu. Toka hapa. Nakuchuki. Na wewe ingia ndani, alafu fungasha kilicho chako. Na wewe ondoka. Kama tu ya mwili kama Samia. Nasema ondoka na wewe. Toka! Nakwambia ingia ndani ya nyumba. Chukua kilicho chako, alafu mfuate mpuzi mwenzio. Shehe wangu usifanye vile pardon. Pardon ni kama tu nibeba. Kama tu shehe wangu. Shehe wangu pardon. Kaka Viki, tambua ya kwamba hii dunia ijapokuwa ni nene sana, lakini Mungu anaiona kama sehemu nusu sana kidole. Mungu ndio mshuhuda haya yote maneno ambayo inafanyika leo hapa. Siwezi kukusikiliza tena, kwa maana unanichezea ujinga kabisa. Na sikuwa natarajia kama wewe ni mtu ambaye nilisaidia unaweza kaota meno na kuning'ata. Hakika nimeamini nguo niliyotunza mwenyewe leo nakuja kunikanyaga. Shukrani. Naelewa sana hisia yako, ila tambua haya yote ambayo yanapatikana hapa ama unayoiona ndio yale ambayo uliyaota kwenye ndoto. Acha tayari ushakula muhogo, unataka kula na maganda, nikimaanisha ushaua tayari nafsi yake. Unataka kumaliza na mwili. Nataka kumuua. No. Tamuua. No. Mbona shituka? Amna. Yo tarisha mihogo, sijaniambia sana biasa mihogo, tarisha sasa. Oh. Tambua kaka, kama ulifikia kunichukua na kuniweka nyumbani kwako, ni kwa sababu ulitambua mimi ni mlokole, na kwenye kidini niko vizuri sana. Hii picha ambayo uliona ina maana kubwa sana katika maisha yako. Kivipi sasa? Kaka Viki, ulimuoa mke wako kidini, lakini toka muoe mnaishi kama wapagani.
Na tena wewe ni Muislamu kaka, na mke wako ni Mkristo, tena mwimbaji mzuri sana kanisani. Lakini kaka Viki, toka uoe au sali, pia hata mke wako vile vile naye hata kuomba ombi, hata nyimbo zile za wokovu haimbi tena. Ndio kwa maana mapepo zote za usharati za Mpweto zinawakamata zaidi mke wako. Pia na wewe, ninajua kuna vitu ambavyo unavitenda viko kinyume na dini sana kaka. Elewa kwamba dunia sisi ni wasafiri. Hata dini za Uislamu inafundisha ya kwamba inabidi sana tuishi katika imani ili siku za mwisho twende peponi. Na kwa Wakristo vile vile tunaambiwa kwamba siku za mwisho tunakaribia, inabidi tuombe na kufunga ili wakati Yesu atakuja tumlaki hewani. Haya, Mr. Clement, nimekuelewa, unahubiri sana. Kwa hiyo nakupa nafasi tena ya kuongea na mimi tena. Twende tuyazungumze. Asante sana.